Huu unaoona hapa ni ukwaju. Sasa sikiliza, miongoni mwa vitu ambavyo wafugaji wengi huwa wanahangaika, hata hapa tumeshaelekeza sana, ni namna ambavyo unaweza ukatibia kuku wako ndui. Mara nyingi tumetaja tiba nyingi sana, lakini hatujawahi kukuambia kama ukwaju pia huwa unatibu ndui. Na ukiachana na kwamba ukwaju huwa unatibu ndui, nitakuelekeza namna gani unatibu, lakini pia una faida nyingi sana kwa kuku. Nitakutajia pia hizi faida nyingine endapo utawapa kuku wako ukwaju, watazipata hii juisi ya ukwaju. Na kama unahitaji incubator, basi tutafute sisi KingoFarm, tutakufikishia mahali popote pale ulipo. Iwe ya mayai machache ni 60 na iwe ya mayai mengi hadi 2000, sisi KingoFarm tunakutengenezea. Hizi incubator ni full automated, yani zinafanya kila kitu zenyewe, zinageuza mayai, kuseti temperature ni rahisi. Hata hizi incubator ndogo, kwa mfano hiyo hapo ya mayai 60, lakini inafanya hivyo vitu vyote. Tofauti kabisa na zile incubator za Kichina ambazo unaweza kuona humidity kidogo kuiseti inasumbua, lakini hizi humidity ukiweka 55 umeweka 55, temperature ukiweka 37.5 umeweka 37.5. Mayai inageuza kila baada ya lisali 1.5. Yani ni nzuri sana, tutafute ili tukuagizie hii incubator. Ukiachana na hii faida ya kwanza ambayo nimekuambia kwamba inatibu ndui, na ndui sio kwamba utaratibu wa kupaka hapo waga nawaambiaga kwamba unatumia limau au jiki kuweza kutibia hapo, lakini hii utaiweka kwenye kopo la maji. Yani maana yake baada ya kusafisha hivyo vidonda, utakuja utatengeneza hii juisi ya ukwaju, kisha utawawekea kwenye maji ambayo wanakunywa. Na hii hapa pendelea sana, kwa mfano kuna kipindi ambacho unakuta chanjo ni siku ya 35, 36 mpaka siku ya 40, pale ndio chanjo ya ndui. Lakini vifaranga wakiwa wadogo mara nyingine waga wanapata ugonjwa wa ndui. Kwa hiyo ukishaona hizo dalili, basi unawapatia. Sasa ukiachana na hii faida mojawapo ya kutibu ndui ya hii juisi ya ukwaju, endapo watakunywa basi wanapona vizuri kabisa hivyo vidonda vya ndui, nitakutajia faida nyingine 7 za hii juisi ya ukwaju kwa kuku wako. Endapo utakuwa unawapa kuku wako, ni vitu gani ambavyo watavipata, ukiachana mbali na kwamba inatibu ugonjwa wa ndui. Moja ya faida nyingine muhimu kabisa ni kwamba juisi ya ukwaju huwa inaongeza kinga kwa kuku, na hii juisi ya ukwaju ina vitamin C kwa wingi zaidi, na hii vitamin C huwa inafanya kuku aweze kukabiliana na hali ya hewa, ile stress ya joto. Kwa mfano kuna baridi sana, basi itawakinga na baridi sana, na kwa mfano kuna joto kali, basi itawakinga na joto kali. Vile vile inazuia mafua ambayo mara nyingi huwa yanatokea kutokana na hali ya hewa. Kama waga mnasikiaga kwamba kipindi cha baridi kuku wanapata sana mafua, kipindi cha mvua kuku wanapata sana mafua. Kwa hiyo endapo utakuwa unatumia hii juisi ya ukwaju walau mara 1 au mara 2 kwa wiki, basi utakuwa unawakinga kuku wako kukabiliana na huu ugonjwa wa mafua, kwa sababu ya kuongeza kinga. Wataongezewa kinga zaidi ya kupambana na huo ugonjwa. Faida nyingine ni kwamba huwa inaboresha mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo inafanya kile chakula ambacho kuku anakula kiweze kumeng'enywa vizuri zaidi. Na faida nyingine tukirejea kama ile faida ya kwanza ambayo nimeitaja hapo, huwa inasaidia kupunguza stress kuku. Pale ambapo labda kuku wapo maeneo yenye kelele, au kuna baridi kali, au kuna joto kali, inawapunguzia stress kwa kuwa kuna vitamin C kwa wingi kwenye ukwaju. Faida nyingine, huongeza hamu ya kula. Sambamba na hiyo, husafisha mfumo wa damu. Nitarudi hapa nikuelezee vizuri kabisa, na nikuelezee sehemu gani unaweza ukatumia kusafisha mfumo wa damu, na ni kwa nini tunasafisha mfumo wa damu kwa kutumia hii juisi ya ukwaju. Cha ziada ni kuambia tu unaweza ukajiunga na mafunzo yetu ya WhatsApp. Ada yake ni shilingi 8,000. Ukijiunga utakuwa umejiunga hiyo 8,000 kwa muda wa miezi 2. Lakini pia tunavyo vitabu kama hivi ambavyo unaviona hapa. Gharama yake ni shilingi 10,000. Tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Hivi vitabu vitakusaidia kupunguza gharama ya chakula, kwa sababu humo kuna kanuni bora kabisa za gharama nafuu za kuwachanganyia kuku wako chakula. Lakini pia kuna namna ya kutengeneza hizi tiba za asili. Tiba za magonjwa yote zipo humo, iwe kideri, iwe mafua, kila kitu kimeandikwa humo. Lakini kuna mwongozo
huo mwongozo una booster za asili, jinsi ya kwa boost. Ukitaka kuku wako wawe na uzito mkubwa, basi kuna namna ya kuwapa tiba za asili, lakini pia kuna kanuni ya kuwatengenezea ili waweze kunenepa ndani ya muda mfupi. Lakini pia ukitaka kuku wako watage sana, kama kuku wako walikuwa wanataga wakaja wakasimama, basi hicho kitabu cha mwongozo kinakufaa. Maana yake hicho kitabu kina pande mbili, kina upande wa booster kwa ajili ya kuwanenepesha kuku, lakini pia kina upande wa booster kwa ajili ya kuwafanya kuku waweze kutaga vizuri. Humo kuna ratiba, yani inaonyesha leo wape kitu gani, kesho kutwa, hivi mpaka unamaliza wiki 2. Ukimaliza unaanza tena kurudia. Kwa mfano kule upande wa mayai, mwezi mzima unamaliza, unarudia tena. Utakuta kuku wako wanataga vizuri, na kama walikuwa na shida ya kupasuka wakati wa kutaga, inamalizika kabisa. Ni shilingi 10,000 tu utavipata hivi vitabu. Ukilipia, tutafuta kwenye hiyo namba. Ukilipia tu hapo tunakutumia hicho kitabu. Sasa mwishoni pale nilikwambia kitu cha muhimu kabisa, kwamba hii juisi ya ukwaju huwa inasafisha mfumo wa damu. Kuna muda mwingine mfumo wa damu huwaga unaingiliwaga na sumu. Kwa mfano kuku akiwa anaumwa, ukiwa unamtibia sana na madawa haponi, yale huwaga yanageukaga na kuwaga sumu. Kwa hiyo yakigeuka yakiwa sumu, mara nyingi sana sisi hapa tumekuwa tukitumia tiba ya jivu ili kuweza kusafisha ile sumu. Lakini shida ya jivu huwaga inavuta zile sumu zote, inaenda kuziweka kwenye nyongo, na kama utazidisha, basi kuku tena anapata shida nyingine ya kuvimba nyongo na anakufa. Hata ukimchinja utakuta nyongo imevimba sana. Sasa endapo utakuja kutumia hii juisi ya ukwaju, inasafisha vizuri kabisa bila ya kumfanya kuku avimbe nyongo. Nyongo ndio sehemu ambayo zinahifadhiwa sumu ambazo hazitajiki mwilini. Sasa hiki kitakwenda kumfanya kuku, kama alikuwa hasikii tiba, aanze kusikia tiba vizuri kabisa. Yani kama kuku wako ulikuwa unamtibia haponi, ukampa pamoja na hii juisi ya ukwaju, basi tiba zitakazofuata utakazompa, basi atakuwa anapona vizuri zaidi. Lakini pia pamoja na hiyo, kwenye kusafisha mfumo wa damu, pia inampa nguvu kuku. Kwa hiyo hata kama alikuwa hali vizuri, alikuwa labda hanywi dawa vizuri, basi itampa ile hamu ya kula, itamfanya aweze kula kwa sababu ana nguvu, kwa sababu nisha kuambia huko nyuma kwamba inaleta hamu ya kula kwa kuku. Kwa hiyo itampa nguvu, itamfanya aweze kula vizuri kabisa. Lakini pia ni tiba ya baadhi ya magonjwa. Kwa hiyo kwa mfano ukienda kutibia ndui, unakuta kuku wako wamepona ndui vizuri kabisa. Na mwisho kabisa nikwambie, hii ni booster ya kuwafanya kuku waweze kutaga vizuri. Kama unawapa kuku wa kienyeji, watakuwa wanalalia mayai yao safi kabisa. Lakini pia ina waboost kuku, inafanya kuku wapate uzito mkubwa ndani ya muda mfupi sana. Kama unafuga broiler, unaweza kuona changanyia. Tahadhari ni kwamba usiwachanganyie mara kwa mara, walau mara 2 kwa wiki. Na kipimo kama una ule unga wa ukwaju, unaweza ukaweka gramu 10 kwenye maji lita 10. Napozungumzia gramu 10 ni sawa na kijiko kimoja cha chakula. Kile ukichota ukijaza, basi unaweka kwenye maji lita 10. Lakini kama umeisha tengeneza juisi yenye maji, sapo inategemea na concentration ambayo unakuwa umetengeneza. Kwa hiyo nakushauri tu tumia ule unga ili upate kipimo sahihi zaidi.